Katika serikali ya mwenda zake rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Mzee Daniel Toroitich Arap Moi, visa vya kikatili na kidikteta vilisheheni, ila wengi wakijiuliza nani kati ya wanawe Moi ambaye halimiliki na kuziridhi tabia za babake. Leo kisa tunachokuletea kinafumbua aswa nani ambaye alikuwa na tabia kama za Moi kati ya wanawe. Mwezi Septemba mwaka 1988, Septemba 1988, taarifa za kifo cha mpiga picha kutokea nchini Uingereza Julie Ward ziligonga vyombo vya habari nchini Kenya. Julie Ward kwa wakati ule akiwa ni binti wa miaka 28 alikuwa nchini Kenya kwa muda huo akiwa katika shughuli zake za kikazi za kupiga picha katika hifadhi ya wanyamapori ya Masai Mara. Baada ya kifo chake Julie, jeshi la polisi nchini Kenya chini ya uongozi wa Rais Daniel Toroitich Arap Moi lilitoa taarifa za kudai kuwa Julie alikuwa ameuawa na simba na mwili wake kupigwa na radi, wakiondoa madai yoyote kwamba Julie alikuwa kauawa na mtu aliyekuwa akimuwinda. Leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunakuletea kisa cha mauaji ya Julie Ward yaliyotishia uhusiano wa nchi mbili, nchi ya Kenya na taifa la Uingereza, pamoja na kutishia kufungwa gerezani kwa mwanawe rais wa Kenya Daniel Moi, kijana wake Jonathan Toroitich Moi, kwa tuhuma za kumuua na kumbaka Julie Ward katika mbuga la wanyama la Mara. Julie pamoja na rafiki yake kutokea katika nchi ya Australia Dr. Glenn Burns walikuwa wamekita kambi katika mbuga la wanyama la Masai Mara, na tarehe yao ya kurejea nchini kwao England ilikuwa imekaribia. Tarehe 5 Septemba, wakati Julie pamoja na Burns walikuwa warejee jijini Nairobi, gari lake Julie likaanza hitilafu. Hivyo ikambidi Burns arejee jijini Nairobi peke yake, akimwambia Julie akimwacha Julie akisubiria gari lake kutengenezwa, ndipo yeye pia arejee Nairobi kesho yake. Baada ya gari lake Julie kutengenezwa tarehe 6, aliamua kurejea kambini katika msitu wa Mara kuchukua bidhaa zake za kazi, ndipo arejee jijini Nairobi na kuabiri ndege la kurudi kwao nchini Uingereza. Asijue Julie hii ndio ilikuwa safari yake ya mwisho chini ya jua. Tarehe 6 Septemba mwaka 1988, ikiwa ndiyo mara ya mwisho Julie Ward alionekana akiwa uhai. Aliondoka hotelini alipokuwa anapolea katika hoteli la Mara Serena Lodge na asirejee tena Julie. Baada ya taarifa za kupotea kwake Julie, baba yake mzazi tajiri na bwenyenye John Ward kutokea nchini Uingereza aliabiri ndege na kuja nchini Kenya kumtafuta bintiye. Bilionea John alikondisha ndege aina ya chopa na kuzunguka katika msitu wa Mara ambapo bintiye alionekana kwa mara ya mwisho, na hapo ndipo aliliona gari lake Julie pamoja na mwili wake uliopatikana ukiwa umekatakatwa na kuchomwa. Hiki kisa kikiwa ni kati ya visa ambavyo mzazi hawezi visahau kabisa katika maisha yake. John Ward akiwa ndiye ambaye alipata kuupata mwili wa binti ya Julie uliokuwa umeuawa na kuchomwa na kutupwa katika mbuga la Masai Mara Park. Pale bilionea John Ward aliupata mwili wa bintiye ikiwa ni tarehe 13 mwezi Septemba mwaka 1988 on September 13th, ikiwa ndio haswa taarifa kamili za kifo chake Julie ziliweza kufumbuliwa. Asijue la kufanya wala la kulitenda, John Ward
Alilaumu serikali ya Kenya kwa kuficha haswa ni kipi chanzo kilichopelekea mauaji ya bintiye Julie Ward, akimshtumu Rais Moi kuwa ndiye aliushika ushukani wa kuficha mauaji ya Julie, sababu kitendo kile cha kinyama kilikuwa kimefanywa na mwanawe marehemu Jonathan Moi. Baada ya mwaka moja tokea mauaji ya Julie, ndipo serikali ilikubali kuwa Julie Ward alikuwa ameuawa na kuchomwa, kando na taarifa iliyokuwa imetolewa ya kwanza, ambapo walidai ya kwamba Julie alishambuliwa na simba na kupigwa na radi ndiyo ilisababisha kifo chake. Uchunguzi rasmi kuhusu nani aliyekuwa kamuua kinyama Julie ukaanza rasmi, huku mshukiwa mkuu na familia ya Julie akiwa ni mwanawe Moi, Jonathan Torotich Moi, aliyekuwa siku ya mauaji ya Julie katika hoteli la Mara Serena Lodge, alipokuwa pia kapolea usiku mzima Julie. Ila haya yalisemekana kwa minong'ono tu, maana hakuna aliyejaribu kuisema vibaya familia ya Moi katika enzi za uongozi wake kama rais wa Kenya. Inaaminika babake Julie alitumia zaidi ya euro milioni 2 ambazo ni zaidi ya milioni 250 za Kenya katika safari zaidi ya 100 alizokuja nchini Kenya kutafuta haki kwa bintiye, ila asipate mpaka wa leo. Mmoja kati ya wapelelezi kutokea katika kitengo maalum cha MI6 kutokea nchini Uingereza alikiri kuwa walihusika pakubwa katika kuficha ukweli wa kilichomfanyikia Julie na kilichopelekea mauaji yake, maana waliofia uhusiano wa nchi hizi mbili, ule uhusiano ukiwa ni wa nchi ya Uingereza na taifa la Kenya, ulikuwa taabani kutokana na kisa hiki. Mwaka 1992, 1992, baada ya kesi hii kusikizwa mahakamani kwa mara ya pili, washukiwa wawili waliokuwa ni wafanyakazi katika mbuga la Mara, Junior Rangers, waliondolewa mashtaka baada ya ushahidi kukosekana dhidi yao. Mwaka 1997, kamati jipya ilipangwa kukagua na kufanya uchunguzi katika kesi, na mwaka moja baadaye, 1998, mwezi Julai, akatiwa mbaroni aliyekuwa mkuu wa ulinzi katika mbuga la Mara, Simon Ole Makala. Julie Ward inasemekana aliuawa na Jonathan Moi, kisa ambacho mpaka ileo kimeishi kusemwa kwa minong'ono. Simon Ole Makala aliyepata kutiwa mbaroni mwaka 1998, ushahidi dhidi yake pia ulipata kukosekana, na mwaka 1999 mwezi Septemba tarehe 16 akapata kuachiliwa na mahakama ya Jamhuri ya Kenya kwa kukosekana kwa ushahidi dhidi yake. Mwaka 2009, baada ya kesi hii kufunguliwa tena na afisa wa Uingereza John Yates, Desemba mwaka huo, Valentine Uhuru Kodipo aliyekuwa shahidi mkubwa katika kesi dhidi ya Jonathan Moi aliuawa akiwa nchini Denmark. Kodipo alikuwa ameishi mafichoni kwa zaidi ya miaka 20 tokea alipomtaja Jonathan Moi katika mauaji ya Julie Ward. Babake Julie Ward, tajiri John Ward, aliaga dunia mwaka huu 2023, akiamini kuwa Jonathan Moi ndiye aliyekuwa mhusika mkuu katika mauaji ya bintiye Julie Ward. Ni kisa ambacho akiongelewi sana, maana kilizimwa na serikali wakati ule. Kumbuka enzi za Moi, aungeandika wala kuisema familia yake vibaya, ila ukweli ulikuwepo, maana familia ya mzee Moi ilikataa kabisa DNA ifanywe kudhibitisha kwamba Jonathan Moi alikuwepo katika
sehemu aliyouawa binti yake John Ward, yule Julie Ward, binti mdogo tu miaka 28, na inaaminika sio kuuawa tu. Kabla ya kuuawa alikuwa amefanyiwa unyama binti yule. Jonathan Moi anatambulikana na wengi nchini Kenya kama shujaa aliyewakilisha nchi ya Kenya katika mashindano ya Safari Rally kwa miaka mingi, na alipata kuiaga dunia miaka 4 iliyopita, na taarifa za kifo chake ziligonga vyombo vya habari na kuigubika nchi kwa maombolezi, wakati ule nchi hii ikiwa inaongozwa na rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Mpaka leo familia ya Julie Ward inaendelea kutafuta haki ambayo bado hawajaipata. Kumbuka binti yao aliuawa mwaka 1988 na leo tupo mwaka 2013, zaidi ya miaka 35 tokea binti yao alipopata kuuawa. Babake mzazi akafanya kila awezalo kumpatia haki bintiye mpaka kuiaga dunia bila kuipata haki ile. Ni hayo kwa sasa wadau, tuungane katika video zetu zijazo. Hii ni FM Show KE, kipindi hewani ni The Drums of History na mimi FK.